Tuchukulie kuwa kwa bahati mbaya unapoteza kazi. Yaani either umefukuzwa au kampuni imefungwa au imefungwa au umeachishwa kazi. Kwa hiyo utakuwa nyumbani. Sasa vitu vya kufanya kwanza hakikisha hata kama unafukuzwa au nini, jaribu kuondoka vizuri, kwa sababu kuna vitu utakuwa unahitaji kwa mwajili wako kwa ajili ya kwenda kuprocess mambo yako mengine. Kwa hiyo tupige mahesabu, ulikuwa unafanya kazi nzuri, mshahara wako milioni labda 6 kwa mwezi gross milioni 6 kwa mwezi. Ina maana net yako inakuwa kama milioni 3 labda na 800,000, 900,000 hivi, na kadiria tu. Kwa hiyo sasa unapoteza kazi, kitu cha kwanza cha kufanya ni nini? Nasema kitu cha kwanza cha kufanya, nenda NCCF. Hii naongelea sana kwa wafanyakazi binafsi, kwa sababu mimi sijafanya kazi serikalini. Nenda NCCF. Na mimi nishakuwa mwajiri, nishakuwa mkurugenzi. Watu wangu tulifunga NGO, nikawaandikia barua kwa ajili ya kwenda kuchukua unemployment benefit zao NCCF, yani fao la kukosa ajira. Kwa hiyo ukiachishwa kazi, kampuni imefungwa, umepewa barua au umefukuzwa au nini, ukiacha kazi mwenyewe au qualify kwenye unemployment benefit. Lakini kama umeachishwa kazi, unaenda NCCF, naambia bwana, mimi nimeachishwa kazi, nataka nijaze fomu ya kupata mafao yangu ya kukosa ajira. Kwa hiyo atakwambia bwana, unahitaji vitu hivi, unahitaji NIDA, unahitaji hiki na hiki, barua kutoka kwa mwajiri ya kuachia kazi na certificate of service na nini. Atakwambia vitu vyote, na ile fomu kuna sehemu ya mwajiri kwenda kujaza na kupiga muhuri. Kwa hiyo akishafanya vile anakupa. Kwa kama ulikuwa unalipa milioni 6, NCCF atakulipa 33.3 ya mshahara wako gross. Kwa kama milioni 6 utapata kama milioni 2 hivi. Kwa hiyo atakulipa hiyo kwa miezi 6. Kwa hiyo mwingine unakuta umeshaachishwa kazi, umeshakaa miezi kibao, ukienda kule ukijaza, ina maana anakupa hela yote kwa wakati mmoja. Puf. Kwa mtu mwingine unakuta umeshafikisha miezi 6, kwa anaenda anakupa milioni 12 ile. Puf, ya kuja kujikimu. Au ndio umesha kazi, unaenda unajaza, umesubiri mwezi mmoja, anakuambia subiri mwezi mmoja, unajaza, wanakuwa wanakupa kila mwezi hivi. Kwa hiyo inakuwa inakusaidia wewe, kama ulikuwa na akiba yako kule usio unaitumia sana, au kama ulikuwa umewekeza usiondoe uwekezaji, wewe unapata ile gawio kila mwezi. Na ukipata ile unabidi uitumie vizuri, kwa sababu kupata kazi inaweza kuchukua muda. Haya, tuseme umepata milioni 10, 12 kutegemea na mshahara wako. Kwa mshahara midogo una maana pigia mahesabu kwa 33 pia. Kwa kama milioni 1 mshahara wako ulikuwa gross milioni 1, ina maana atakupa 300,000 kwa mwezi. 333 fulani. Sana chukua tu mfano wa milioni 6. Kwa hiyo umepata milioni 12 yako kama au 11 na kitu hapo, ukaitumia, ukamaliza, ukapitisha miaka 2 bila kazi. Ukipitisha miaka 2 bila kazi, una qualify kwenda kubadilisha michango yako kutoka kwenye michango ya lazima kurudi kuja kwenye michango ya hiari. Yaani unabadilisha michango kutoka mandatory kuja voluntary. Alafu ukishabadilisha unaweza ukatoa ile hela yako yote NCCF. Kwa hiyo tupige mahesabu, labda ndio umekaa bila kazi muda mrefu, miaka 2, bado upate kazi. Unarudi tena NCCF, unaambia bwana, sijapata na kazi. Kwa hiyo naomba nibadilishe michango yangu kutoka mandatory kwenda voluntary, kutoka michango ya lazima kwenda ya hiari. Wanakupa form pale unajaza na nini. Kwa hiyo baadaye wanakuja wanakupa ile hela yako ya NCCF iliyokuepo yote unapewa, lakini wanakukata kiasi ambacho ulikuwa umepewa kama unemployment benefit. Huwa si kama wanakata yote au wanakata, umeona wanakata tofauti kwa watu tofauti. Kwa hiyo pale unakuwa unapata hela. So tupige mahesabu, mtu alikuwa analipa milioni 6, akakosa, akaachishwa kazi, akaenda aka-apply unemployment benefit, UB wanaita, akalipwa, akakaa miaka 2, miezi 18 wanasema, sio? Miezi 18. Kama miezi 18 hajapata kazi, amerudi NCCF. NCCF wameprocess, wao wana process haraka, kwa mfano si huko mikoani. Unakuta ndani ya mwezi tu tayari mzigo umeingia. Unless kama umefanya kazi mikoa mingi inabidi wapige simu kila sehemu huko wahakiki michango yako ambayo inachukua muda. Kwa unakuta baada ya mwezi labda wamekulipa. Sasa wakikulipa, mfano labda tuseme ulikuwa umefanya kazi kwa miaka mingapi hapa, labda NCCF yako labda ni milioni 40 au 35. Kwa hiyo wanakupa hiyo hela. Yaani kama labda wameshakukata mpata labda milioni 35 au 40. Tuchukulie labda 35. Wakupa hela 35. Sasa kwa sababu kazi hujapata bado,
ile hela usiitumie. Yaani ukisema unaanza kutumia kidogo kidogo itaisha, alafu utakuwa hauna option nyingine. Kwa hiyo cha kushauri pale, kwa sababu milioni 35 sio la kubwa sana. Yaani ukiweka UTT kwa mwezi utapata 300,000 na kitu hivi hapa. Yaani ikizidi sana labda 400,000. Unaweza kapungua hata chini ya 300,000 kidogo. Nacho kushauri, nenda jaribu kubidi mnada wa miaka 20 au 25 hati fungani ya BOT. Kwa maana ukipata ile, ina maana kwa milioni 35 utakuwa unapata gawio la kama milioni 2,600,000 hivi kila miezi 6. Lakini wewe unakuwa unachukua ile ili upate leverage ya kuchukua mkopo. Kwa hiyo chukua milioni 35, weka kwenye hati fungani, kibidi ukipata. Ukishapata nenda benki, katika benki zetu hizi mbili kubwa, waambie bwana, mimi na hati fungani yangu ya milioni 35 nataka nichukue mkopo. Kwa hiyo atakwambia bwana, siweza kukupa mkopo kiasi hichi hadi hiki, mara nyingi na miaka 6 mpaka miaka 10. Kwa kama milioni 35 atakwambia naweza kukupa mkopo wa milioni kama 23 hivi. Kwa yeye ndo maximum. Unaweza kuchukua kidogo milioni 10. Kwa mfano mtu anachukua maximum milioni 23. Ukichukua hela pia, kwa sababu una kazi usitumie hela ovyo ovyo. Unaweza kuchukua baadhi ya hela ukaweka, labda ukasema bwana mimi hapa milioni 10 tu napambana nayo. 13 kaweka UTT kule. Au kama ulikuwa unataka kuanzisha biashara ukaanzisha biashara. Au umeona hii kazi sipati tena hapa. Hem, ngoja nifanyaje? Ngoja nianzishe biashara. Kwa unaweza kutumia hela kama mtaji pia. Kwa hiyo unakuta ile milioni 35 yako inabaki, lakini sasa una milioni 23 yako mkopo ambao unatumia. Sasa mkopo unakupa kwa asilimia ngapi? Mkopo anakupa asilimia 15 16, yani 15 na % moja ya insurance, kwa 16. Ila wewe bondi yako umeipata kwa asilimia 15 point kitu. Kwa hiyo wewe una milioni 35 ambayo inakuletea faida ya asilimia 15.75, alafu una mkopo wa asilimia 16. Kwa hapo unakuwa umepunguza ukali wa mkopo wako. Kwamba hiyo milioni 35 ile gawio ndio inalipa mkopo wako ule. Kwa hiyo unakuta una asset ambayo inakuingizia asilimia 15.75 na una liability ambayo inakuingizia inakuletea hasara ya asilimia 16. Kwa hiyo hata hapo kama ulichukua milioni 23 ukachukua milioni labda 10 kaweka UTT ikakupa asilimia 12, ina maana ule mkopo wako unakuwa kama umeucancel hapo. Sio kama mnanielewa. Yaani chukua mfano wa kawaida kwamba una labda umejenga nyumba ya milioni 35, alafu unapata kodi ya 400,000 kila mwezi. Alafu unaenda benki unakopa milioni 23, benki anakuwa anakata zile hela za kodi. Hakukati wewe. Sasa kwa sababu huku inakuletea asilimia 15 hadi 15.57 na huku nakata asilimia 16, ina maana hapo gap yake inakuwa umepunguza sana mkopo kuliko wewe unafanya kazi alafu ukakata tu mkopo. Kwa hiyo unaweza kuchukua hela hiyo mkopo ukaenda ukafanya shughuli zote unazotaka za kuzalisha upate zaidi. Au unaweza ukawa unaiweka unatumia kidogo kidogo wewe tunavyotaka sasa hapo. Wakati mwingine unakuta labda umelipwa tu hivi afu ndo makazi yamekuja. Kwa hiyo ukipata kazi baada ya kulipa ile mkopo miaka 10, unaenda benki unasema nataka ni refinance loan yangu. Sasa hebu nianzeni kunikata pia 500,000. Labda umpata tena kazi ya mshahara milioni 6, nikatana 500,000 au milioni ili mkopo nimalize mapema nisilipe hela nyingi sana. Kwa hiyo anaanza kukata, ukamaliza mkopo, ukafanyaje? Ukawa umesurvive ile unemployment time yako ile. Kwa hiyo ndo ukisikia tunasema au tumie hela zao na tumie hela za benki. Benki wapo pale, wapo tayari kukupa hela zao. Na as long as una hati fungani au hisa au UTT unaweza kukopeshwa. Lakini ukiwa na hati fungani unaweza kukopeshwa afu wakakata hizo faida. Au kukopesha afu kukate hela sehemu nyingine unakata koko. Afu ile unakopeshwa ndio unaenda unafanyia labda uzalishaji. Na kwa nini unafanya hivyo? Ili ile milioni 35 yako ibaki. Baadaye ukimaliza mkopo milioni 35 unakuwa bado ipo pale pale. Na ukitaka kuuza hati fungani wanauza kwenye secondary market. Kama ya miaka 20-25 inauzika kirahisi sana. Kwa hiyo unapata ile lako back. Lakini huwezi kuuza mpaka umaliza mkopo. Kwa hiyo tunasema kupata kazi, alafu ukasema okay benki naombeni wewe mnanikata na kiasi hichi saizi ili mkopo wangu nimalize labda ndani ya mwaka 1 au 2. Ina maana ukishamaliza wale hati fungani yako inakuwa imeachiwa, haijatumika tena kama collateral kwenye mkopo. Kwa hiyo unaweza ukaamua either ufanyaje? Uiuze au ukasema hii gawio yangu ndo nitakuwa nalipa kodi ya nyumba labda kipindiko haujajenga bado. Kwa hiyo ndo inakuwa namna hiyo. Sawa, asanteni sana kwa kunisikiliza. Tuonane tena video nyingine.